Kuna mtu mmoja kwenye Biblia eh, aliaminiwa sana na Yesu. Yaani Yesu alimwamini sana. Yaani katika wale watu ambao Yesu aliweka karibu kama majamaa wake wa karibu wale, Yesu alimwamini sana huyo jamaa. Na ukitaka kujua kwamba Yesu alimwamini sana huyo jamaa, yaani ndo alimpa kazi ya kutunza pesa. Yaani kwamba alimwamini, yaani leo ni yule mshikaji wa Yesu, yaani yule mshikaji wa Yesu wa karibu kabisa yule. Yaani mpaka Yesu anamwamini, yaani anamwambia jamaa, wewe tunza pesa za kwetu hapa za washikaji za kuendea out kufanya nini? Umeona? Yaani Yesu alikuwa na washikaji wake hao wengi ambao alikuwa nao, lakini huyo mshikaji mmoja huyo ndio Yesu aliamua sasa, akaambia wewe kaa na hizi pesa, wewe tunza. Yaani mshikaji mzuri tu, alimwamini. Umeshaelewa? Kwa hivyo Yesu yani alikuwa anatembea nao, yani wanaenda sehemu mbalimbali washikaji nini. Lakini huyu jamaa kwa sababu alikuwa anashika pesa kidogo kidogo ambazo Yesu alikuwa anamwachia aweke kwa ajili ya matumizi yao, yule jamaa mazoea ya kile kitu ambacho aliaminiwa nacho kilimfanya sasa yeye akataka zaidi. Umeshaelewa? Na kutaka zaidi kwake ni baada ya kuambiwa kwamba sasa wewe si ndio uko karibu na huyo jamaa, yaani uko naye karibu sana huyo Yesu, sasa sisi tunamtaka. Sawa? Na ukiweza kutupea huyo jamaa wako, ukiweza kutuuzia huyo, ukatukonektia vizuri, tukampata, tunakupea pesa. Au akamwambia yani hapo tunakupa hapo vipande vyako 30 vya pesa. Jamaa akaangalia ile pesa ambayo iko kwenye mfuko ambao wako nao na Yesu. Akaangalia pengine ilikuwa haifiki hivyo vipande 30. Akaangalia, nikichukua vipande 30 hapa nikamwachia jamaa, pengine hata nitapata hiyo pesa. Alafu unajua jamaa kwa sababu alikuwa ameshakaa na Yesu kwa muda mrefu, alikuwa anajua Yesu ni mtu mnoma sana, yani mtu hatari, yani hawezi kamatwa kizembe namna hiyo. Kwa hivyo alikuwa anajua yani atachukua hiyo pesa, alafu Yesu atakamatwa na atatoka tu. Sasa alikuwa anamwamini, yani ni jamaa wake, amekaa naye, anajua vile jamaa yuko ni hatari. Kwa akajua watamkamata, alafu jamaa atatoka, mimi nitapata nini? Nitapata pesa yangu, nitabaki na pesa yangu. Sasa mimi ninachokiangalia hapo kwa huyu jamaa wa Yesu huyu ni kwamba pamoja na tamaa ambayo aliyokuwa nayo, lakini alikuwa amemwamini sana Yesu. Yaani aliamini kwamba nitakula hiyo pesa na Yesu akikamatwa atatoka. Kwa hivyo yani hiyo ndio ilikuwa imani yake kwa huyu jamaa wake huyu Yesu. Lakini nafikiri kwa kuangalia sisi wanadamu, hebu jaribu kutafakari wewe washikaji wako uliokuwa nao kwenye hilo grupu la marafiki uliokuwa nao, yani wewe ni mbaba, wewe ni mama, wewe ni kijana, dada ama mkaka. Hebu jaribu kutafakari marafiki uliokuwa nao. Ni lazima utakuwa na rafiki mmoja, au rafiki huyo akipewa pesa mahali anakusaliti. Yaani kuna rafiki yako mmoja huyo ambao unamwamini sana, akitokea mtu akampa pesa ama akamwahidi kitu fulani cha thamani, anakusaliti. Sijui kama mnafikiriaga kuhusu marafiki wenu. Yaani jamaa anakusaliti ukiona. Tafakari tu kwenye marafiki zako. Yaani kuna marafiki wengine wanakuthamini sasa hivi kwa sababu kuna msaada fulani wanaupata kwako. Yaani siku akitokea mtu mwenye msaada mkubwa zaidi ya ule ambao unampa, anakuacha, anakusahau. Kwa wengine, yaani marafiki wengine ambao tuko nao sasa hivi, tuko nao kwa sababu hawana uwezo
wa kufanya vitu fulani wanatutegemea sisi. Siku atatokea mtu ambaye ana uwezo zaidi yako, huyo mtu sio rafiki yako. Na ukitaka kujua hilo, sawa, kama kuna marafiki umewapata kazini, ukipoteza kazi, hao marafiki wanapotea. Kama kuna rafiki uliwapata kwenye biashara yako, siku biashara yako ikifa, hao marafiki wanapotea. Kama kuna marafiki uliwapata ukiwa chuo, ukifukuzwa chuo ama ukifeli chuo, hao marafiki wanapotea. Kama kuna marafiki uliwapata ukiwa kwenye ndoa, hiyo ndoa ikiisha, ikifa ama ikivunjika, hao marafiki wanapotea. Kwa hivyo kuna marafiki tuko nao kwa sababu ya kitu fulani ambacho tunacho kwenye maisha. Kama hakiko, na hao marafiki hawatakuwa.